Hii sauti ya mwingine Simba tena mfalme wa miti nchini Afrika, aliyejaliwa na uwezo na nguvu wa kutafiti tiba asili nchini Afrika. Leo hii nimekuja kuwaletea somo, tena somo mjarabu, somo ambao itawasaidia kwa kujisaidia nyinyi wenyewe mkiwa nyumbani, kila ambayo itawasaidia nyinyi wenyewe mkiwa nyumbani. Wale ambao wajaye kuniona sura, ndio mimi hapa, Dr. wenyu Saleh Mwabuza, mfalme wa miti nchini Afrika, bingwa la tiba Afrika mzima. Leo hii nimekuja kuonyesha baadhi ya miti, mimea kama aina mbili ambao tunaweza kutumia mafuta ya patakuona na ngekewa kuchanganya kupata faida mengi zaidi, na inaweza kutupea mafanikio makubwa. Mmea ambao mnaona hapa, huu ni mzizi. Huu ni mzizi, na huu mzizi ni wa mti ambao unaitwa mpaswa jabali. Huu ni mzizi wa mpaswa jabali, na huu hapa ambao unautuma huu tunauita kunja hamri. Hii hapa tunauita kunja hamri. Leo hii nimekuja kwa msitu ili niwape funzo live, ili niwape funzo kwa kile ambacho mnaiona. Huu mmea ambao mnauona hapa, kwa nini unaitwa kunja hamri? Najua baadhi ya watu wengi wanaweza jiuliza mbona inaitwa kunja hamri. Huu ni mti ambao inavunja hamri za wachawi, inavunja kila aina maneno ya giza ambayo imefanyiwa na binadamu, ambao zimefanywa na binadamu wengine. Hii dawa ni dawa bingwa, tena dawa nzuri sana kwenye watu wa biashara, wale ambao wamerogwa, wale ambao wako na kesi kotini, wale ambao wanataka kuwa washindi katika kazi zao, wale wanataka kupata almaarufu katika kazi zao, wale ambao wanataka wasikike kwenye kazi zao. Tukitoka hapo tunakuja kwa mti ambao unaitwa mpaswa jabali. Huu ndio mti pekee ambao unaweza kuota juu la jiwe, inaota katika juu wa milima mkali, na huu ndio mti ambao uko na uwezo kuota katika mlima ambao imejaa mawe. Tunauita mpaswa jabali. Hii mzizi ukiamua, huu mti kiamua kuota hapa, itapasua hii jabali paka chini, na itastawili na itakuwa mti tena mkubwa zaidi. Sasa huu ndio mama wa mti dunia mzima. Huu ndio mfalme wa mti dunia mzima. Ukipata huu mzizi wa mpaswa jabali, nataka unisikize kwa makini. Ukipata mzizi wa mpaswa jabali na upate mzizi wa kunja hamri na upate mafuta ya ngekewa na patakuona, ile oji, usitumie mafuta ambayo mtu amechanganya vitu zake anakudanganya ni mafuta ya ngekewa. Mtu amechanganya vitu zake anakudanganya ni mafuta ya patakuona. Tafuta kakakuona oji, na utafute ngekewa oji, na utafute mzizi wa mpaswa jabali, utafute mzizi wa kunja hamri, na utafute zile ambao zimeota katika misitu pale ambapo watu hawapo. Unaenda katikati ya msitu mali watu hawapo. Hiyo ndio sehemu ambao utatafuta huu mzizi. Huo ndio sehemu ambao utatafuta mzizi wa mpaswa jabali na kunja hamri. Najua mnasubiri kujua jinsi gani ambao unaweza kuitumia ili kukusaidia. Najua unajiuliza mbinu gani ambao unaweza kuitumia ili ufanikiwe katika biashara zako. Hizi hapo ukipata
nataka kufuatiliza zile vitu ambazo zinasaidia. Kitu cha kwanza, ukiwa na hizi vifaa vitatu itakusaidia kwenye biashara. Ukiwa na hizi vifaa vitatu itakusaidia kwa njia ya kutafuta kazi. Ukiwa na hizi vifaa vitatu itakusaidia kwa njia ya mapenzi, na ukiwa na hizi vifaa vitatu itakuletea ushindi kwenye kesi zako. Kama unasumbuliwa kwenye kesi za shamba, unasumbuliwa watu ambao wanakuzingua kwenye shamba lako, watu wanataka kukoja shamba lako, pengine ni urithi uliachiwa, na kuna wale watu ambao wanakuchezea. Leo hii nataka niwape hii elimu bure. Nawapa hii elimu bure bila kunilipa. Nawapa hii faida kwa wale watu ambao wanafuatilia somo zangu, wale masubscriber wangu, wale watu ambao wanafurahia somo zangu. Kama hujawahi kusubscribe hii channel, naomba subscribe ndio uwe mtu wa kwanza wa kupata mada zangu ambao nimetia mtandaoni, na usisahau kushare kwa watu wengine ili pia wazidi kupata elimu. Na kama unafurahia kwa elimu zangu, pia usisahau kutia comment ili nijue hii dawa imekusaidia kwa njia gani. Huu mzizi, ukiwa tunaanza kwenye kesi, wala ambao wapo na kesi kotini, kesi zile za mashamba, kesi kama kesi. Pengine umeonewa katika kesi yako, hata pengine umeifanya lakini unataka kuiacha hiyo kesi yako ikaishe. Utachukua mzizi wa mpasi wa jabali, utachukua mzizi wa mmea wa kunja hamri hapa, utachukua mzizi wake. Ukishapata hizo mizizi, utachukua mafuta ya ngekeo. Nataka kuona utaukata mzizi mdogo kidogo tu, kiasi kidogo tu, hizi mzizi ya mosha fedha na ya mpasi wa jabali utaitia mdomoni kwa kipindi ambapo unaenda kwenye kesi yako, unaenda kwenye koti, unaenda kuzungumzia kesi yako. Utachukua mafuta ya kakona na ngekewa, utaipakaza kwenye mkono wako wa kushoto kwa manuizi yako kwa ile kesi ambayo unayo. Ukikamilisha utaiweka kwenye paji la uso kwa kusugua na mkono wa kushoto kwa manuizi yako. Kwa uwezo wa Allah, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, utafanikisha jambo lako. Tunarudi kwa wale watu ambao upo na mpenzi, unampenda, anakuzingua, unaeleza maneno zako, anakupiga chenga, unamweleza maneno zako, anakupiga kona, hataki kuelewa. Haise, utachukua mzizi ya mpasi wa jabali, utachukua mzizi wa kunja hamri. Mzizi wa mpasi wa jabali utaweka katika mkono wa kulia kwenye mdomo, lakini katika mkono wa kulia. Mzizi wa kunja hamri utaweka kwenye mdomo, lakini utaitumia mkono wa kushoto. Ukishafanya hivyo, utachukua mafuta ya ngekewa ambayo imechanganywa na kaka kuona, utaiweka kwenye mkono wako wa kushoto. Utatumia kanja kubwa hii refu ya katikati kwa kuzungumzia manuizi yako na jina ya msichana ambao unataka kuongelea, kwenda kumuongelesha, au mwanaume au kijana ule ambao unataka kumuongelesha kwa manuizi yako ili akusikize. Utaipakaza tena kwenye paji la uso. Nenda ukazungumuze na mume wako, nenda ukazungumuze na mpenzi wako, nenda ukazungumuze ama unataka sugar mami, sugar daddy, nenda ukazungumuze naye, atakuelewa. Hii elimu nimeileta bure kwa wale watu wana biashara. Utakata mzizi kuona mzizi wa kunja hamri 7, utakata mzizi wa mpasi wa jabali 7,
utatafuta nguo nyeusi wa kuokota, utaizungusha nayo kwa utaratibu kabisa. Ukimaliza utatafuta hela yoyote ya noti ya inchi yako kubwa ambayo unatumia, utazungusha tena juu ya hilo kitambaa. Utachukua mafuta ya kekea utakapoona, utamiminia pale. Utatafuta karatasi ya nailoni, utaizungusha tena ili mafuta isitoke ndani ya ile hela na kitambaa. Utauchoma vizuri kwenye moto, ushike vizuri. Utaitia kwenye dora yako ya hela mahali ambapo unafanya biashara. Kama mtu wa kutembea, utaitia kwenye pochi yako, utaitia kwenye wallet, utaitia mahali popote ambapo unaweka hela zako za biashara. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, biidhnillah, biashara zako zitanawili na utakuwa mtu maarufu duniani kwenye biashara yako. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tunapatikana Afrika kote. Kwa wale watu ambao wapo nje ya nchi, dawa anaweza kutumanishia mahali popote upo nje ya nchi. Namba